Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamani, leo kumka sana kisa cha Dhurra ndugu zangu, na tansamee kidogo kwa kelele. Leo niko dukani, wajua wengi wamezoea kusema bana maustadhi mara sijui waislamu bana bana ni watu wazembe hawafanyi kazi sijui mara nini, lakini si kweli, ni maneno tu yanasema kule mtaani bana. Mie kama mwenzio pale Nairobi town city center kwenyewe karibu na afya center pale, ukifika pale nina duka langu maeneo ya pale Nyambene House, unapanda Pikasa restaurant pale, ukiingia tu Pikasa restaurant hivi utaona naji duka langu lile. Maana mimi wengi wananijua kwa mambo ya hijama, koba zile cupping, lakini si cupping peke yake mwenzio, mimi najua mambo ya stamp sana, tena mambo ya self inking, seal, phone accessories, mambo mengi. Na sisi ni wachapakazi kweli kweli, na mtume wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mchapakazi, na sisi wenyewe ni wachapakazi kama alivyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mtume bwana alitufunza mambo mengi mazuri, yani usiseme mambo mazuri kweli kweli. Kuna jambo hilo bana alitufunza, na hiyo ndo kichwa hasa ya mada ya huyu Dhurra bint Abi Lahab. Yani mtume akatufunza mambo ya hata mtu akufanya uadui kiasi gani, ule uadui usiweke sana, na tu watu kukaribisha watu, haijalishi ni nani. Kwa sababu huyu Dhurra, huyu babake anaitwa Abu Lahab. Abu Lahab alikuwa ametangaza uadui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, japo mtume alikuwa ni Abu Lahab alikuwa ni ammi yake, ami kwa maana ndugu ya babake, lakini Abu Lahab alimchukia sana mtoto wa ankali yake sana, akawa anampiga vita kweli kweli, yale vita haielezeki. Hasa bana ikafika wakati wa vita vya Badr. Vita vya Badr bana, ikawa mume wa mwanaye ambaye ndio Dhurra alishiriki katika vile vita na akauawa. Basi yule binti akafikiria akasema, Uislamu itakuwa ndio dini ya haki, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yote aliyotabiri yametokea. Akafunga safari kutoka Maka akienda zake Madina. Kufika bana akatamka shahada. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpokea, hakumwona huyu alikuwa adui yangu, babake adui zangu, alimpokea karibu karibu. Sasa wale waliokuwa wamekaa kando yake, na siku zote wanaoharibia Uislamu jina sio dini na ujumbe wake, ni wale waliokuwa pembezoni pale ambao ni Waislamu.